Mwanzo mwanadamu anaanguka, anaingia kwenye dhambi. Anapoingia kwenye dhambi, anakuwa ameingia kwenye asili ya dhambi. Adamu alipewa maelekezo na nani? Na Mungu. Adamu yale maelekezo akachukua akampa nani? Mkewe. Alipompa mkewe, mkewe akadanganywa na nani? Aliyedanganywa na nyoka sio Adamu, ni mke wake, si ndio? Mke wake alipodanganywa akala tunda ambalo Mungu alisema msile, siku mtakapokula mtafanyaje? Mtakufa. Sasa Adamu alikuwa anajua mema na mabaya, kwa sababu neno kifo sio neno zuri, ni neno baya. So alikuwa anajua mema na mabaya, ila Mungu hakutaka mwanadamu experience mabaya. Mungu alikuwa anataka mwanadamu experience mema. Shetani alipokuja akataka huyu mwanadamu sasa, mimi nataka experience mabaya, ajue alivyo. So wakati mwanadamu anakuja experience mabaya bila kujua kwamba anapojua mema na mabaya, anapokula ile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, linakuwa hivi, anakuwa anajua mema na mabaya, ila anakuwa hawezi kuyaishi mema, anakuwa anaweza kuyaishi mabaya. Na kila ambapo anajaribu kuyaishi mema, anatumia nguvu, lakini bado kwa kutumia nguvu anakuwa hawezi kuyaishi yale mema.